Malkia kila anajua kama nafsi imetolewa hapa? Hajui. Na kuna mtu yote alompa taarifa. Kama hajui, kwa nini hujampa taarifa? Muungano wa nafsi zake hautupi mamlaka. Mfalme wa kiti cha kwanza amesema nikupe taarifa. Sawa mtukuka. Sasa ulipojikausha sasa. Mke wangu umepatwa na nini wewe? Sasa sasa nakuuliza kitu. Umeanza lini kuvaa nguo mekundu? Mama. Hey. Unacheka nini na unamchekea nani? Na kipi kinachokufurahisha? Unanichekesha wewe. Yaani unanichekesha wewe au manguo uliovaa? Sasa umeanza lini? Sasa hiyo manguo si ya waganga. Okay, sawa. Sawa, usicheki. Mbona sio kopeka? Watoke kwenye kazi zao. Wakiwa kwenye kazi zao bwana. Mtumi. Wewe dada wewe. Nenda kamwambie huyo mbwa wako afanye kile kitu nilichomwagiza kwa mikono yake. Sawa, nitamwambia. Mume wangu, mbona tunashtuana? Alafu mbona uko pekupeku? Viatu viko wapi? Siniulize kwamba viatu nimeweka wapi.
Nimekuona kule ukiwa umevaa nguo nyekundu. Sasa unaniambia viatu nimeweka wapi? Aise, unaweza kaishi na mtu kumbe uko hivyo? Leo sasa ndo utakuwa umeamini nilichokuwa nakwambia. Kuna mtu nimefanana naye, yupo copyright na mimi. Yaani nilivyo mimi ndivyo alivyo yeye. Na huyo uliyemuona leo ndo huyo alioniambia kwamba nikuue wewe. Sasa hata kama nikufanana ni hapana. Anafanana kama nywele za mwanadamu, lakini hata nywele za mwanadamu kuna mzungu na kuna mweusi. Kweli ni tofauti, mbona kama siamini? Sio mimi. Ila nilikwambia kabisa mume wangu. Tena kumbuka tulikuwa tumekaa hapa. Nilikwambia kabisa kuna mtu nimekutana naye. Amefanana na mimi. Unavyoniona mimi ndo alivyo huyo mtu. Sio mimi. Alhaula. Hapo ndo unasikia labda nilikuwa nalala hata na yeye jina. Unajua nina mke wangu kumbe lile ndio jina. Sikuelewi bwana, mbona niliwa niogopa? Mganga Kisimbe, nimekuja rasmi kumchukua Odemba. Mganga Kisimbe, nimekuja rasmi kumchukua Odemba. Mganga Kisimbe, nimekuja rasmi kumchukua Odemba. Odemba! Amka Odemba! Amka Odemba! Nilikuweka hapa Odemba. Najua vibaraka wa Malkia Ekela walikuja.
hawajakuona na hawatakuona. Karibu duniani Olemba. Karibu kwa mganga Kisimbe kwenye ulimwengu wake. Mimi ndo mganga Kisimbe niliyechaguliwa na mizimu, niliyechaguliwa na majini, mganga ninayejiamini. Karibu Olemba. Ewe nafsi ya tatu ya kuzimu, karibu kwenye ulimwengu wa mganga Kisimbe. Najua hujawahi kuongea, hujawahi kula wala hujawahi kuamka, ila umefika hapa kwa mganga Kisimbe, wewe wa kwangu mpaka utakapokaa sawa. Karibu, karibu. Ninakupa jina Olemba kwa sababu jina lako la kuzimu siri. Karibu Olemba kwenye ulimwengu wako. Kuna mwenzio huko anaitwa Olemba. Karibu Olemba kwenye ulimwengu wako. Twende Olemba. Twende Olemba. Bibi, Malkia wa kwanza wa kuzimu, kwa nini Malkia Kela anaenda kuitesa nafsi yangu ya duniani? Na anasema anahitaji kuiua. Kwa kosa gani? Usijali Olemba, hamna chochote kitakachotokea. Ana mamlaka hayo na hawezi kumuua, ndio maana anamlazimisha mkeo amuue. Lakini Malkia wa kwanza wa kuzimu, Malkia Kela amekuwa akimpa maumivu yule nasikia na mimi. Kama leo amenitesa sana, nimeumia mno. Nikuja kutazama anaitesa nafsi yangu ya duniani na anadai anahitaji kuiua. Kwa makosa yapi? Lakini Olemba, mamlaka bado hajatimia. Mwezi bado hujaandama. Na ukiandama mwezi, mimi nitakusaidia. Hakuna chochote kitakacho kukuta Olemba. Mimi niko na wewe. Nguvu zangu zote nitamalizia kwako. Na mimi simuhitaji Malkia Kela. Mwambie ninamchukia. Sihitaji kabisa itese nafsi yangu ya duniani. Maana mimi natakiwa kurudi duniani. Huku niliko si kwangu, una wala sikuhitaji. Mwambie Malkia Kela namchukia. Olemba, usijali. Mimi niko pamoja na wewe. Nitakusaidia kwa kila kitu.
Kuta gani falme 5 zinawapa mateso wanadamu, ikiwa katika falme 7 zote zilizoungana 5 kwa ajili ya kumpa yeye nguvu? Kwa nini yawe mateso kwa wanadamu, na hasa watu ambao hawajamtendea makosa? Mwambie nimekasirika. Sema hivi, nachukua nguvu za ufalme wa 5. Nachukua nguvu za ufalme wa 5. Napokea nguvu za falme 5 za kuzimu. Napokea nguvu za falme 5 za kuzimu. Kutoka kwa Malkia wa kwanza wa ufalme wa kuzimu. Kutoka kwa Malkia wa kwanza kwenye ufalme wa kuzimu. Mizimu mzikubali na majini mzikubali. Mizimu muzikubali na majini muzikubali. Napokea nguvu za kuzimu. Napokea nguvu za kuzimu. Nguvu za majini. Nguvu za majini. Nguvu za upepo. Nguvu za upepo. Nguvu za mvua. Nguvu za mvua. Nguvu za jua. Nguvu za jua. Mizimu, majini ya kwetu, nimepokea. Nimepokea. Bibi, umewezaje kunifikisha hapa? Maana kule umeniwekea mkono tu, nimehisi kiupepo tu. Dakika hii tumefika huku. Hiki ni kitu kidogo sana. Kwa nguvu nilizokupa utafanya makubwa. Wewe ndio kijana wangu. Lakini bibi, mimi naogopa. Usiogope, utafanya makubwa sana. Kweli eh? Ndio. Nenda kafungue kilinge chako. Hakikisha unatibia watu, usiwe na tamaa. Alafu hakikisha usitaje kiwango cha pesa. Hakupe pesa kama sadaka. Umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa bibi. Lakini bibi, sadaka ina maana gani? Ina maana nyingi, lakini hakuna mafanikio pasipo sadaka. Je, kumwambia mtu atoe sadaka ya damu ni dhambi? Wewe kizazi cha Adamu, nani kakwambia ni dhambi? Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba kutoa sadaka ya damu ni dhambi. Sadaka ambayo ni dhambi kumtoa mwanadamu mwenzio. Sadaka hiyo ni dhambi, tena ni dhambi mno. Kuna kitu kimejificha kwa matajiri hamkijui. Hakuna mafanikio pasipo sadaka. Na sadaka ni maagano kwa lile jambo ulilodhamiria. Umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa bibi. Bibi, kama sadaka sio dhambi, mbona tunakatazwa? Sadaka za nini mnazokataza? Tunakatazwa sadaka za damu. Hakuna mafanikio pasipo sadaka. Tumepewa sadaka ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku. Ndio sadaka. Na humo ndimo zinapopatikana damu. Kwa hiyo bibi, unataka uniambie sio dhambi?
sio dhambi, ndio maana Mwenyezi Mungu alitoa damu. Alitoa damu? Mbona hicho kitu ni kigeni kwangu? Alitoa damu ya nini? Unasahau alimtoe mwanawe Yesu Kristo. Ili ufanikiwe lazima utoe sadaka. Sawa. Leo naishia hapa. Sawa? Sawa. Kiti tulichomwachia Ekela, naona kuna damu mbele yetu. Damu ya kizazi cha mwana wa ngapi? Kizazi cha mwisho cha mwana wa Adamu. Mtabiri wa Falme 5, yeye kakwambiaje? Kuta zifunguke, miamba ipasuke, sauti za watumwa wako zisikike. Kuta zifunguke? Ina maana Malkia Ekela ndio analeta hilo tatizo? Malkia Ekela ndio analeta tatizo. Tuna haja ya kuitisha kikao cha Falme 5. Sawa sawa, hata mimi nifikiria hivyo hivyo. Ekela, unaleta matatizo. Hapana, haitowezekana. Kwa nini kiti chake tusindemfaulisha, tundempa malkia wa duniani? Haiwezekani kumpa malkia wa duniani. Hana uzoefu na wala hajazaliwa kuzimu. Uzoefu ataupata kwa wakufunzi. Hatakubali kuacha maagano, maana yupo kwenye utabiri. Hataki atakubali, asitaki atakubali. Asije kuacha damu kwenye ufalme. Basi sawa, mtaitisha kikao cha Falme 5 kama tulivyoongea. Utanifurahisha malkia wa kwanza wa kuzimu. Nilikwambia nini kuhusu kufuatilia mambo yangu? Ekela, sifuatilii mambo yako. Mimi nasaidia binadamu. Kwa nini unaingilia mambo yangu? Siingili mambo yako Ekela. Mimi nasaidia binadamu. Na kuhusu hilo sahau, siwezi kuacha kufanya.
mbona umeniita kwa kasi sana? Na wakati unaniita kimbunga kizito kimesikika kivuma, nyumba za watu mapaa yameng'oka, wamama wajawazito mimba zimetoka, kuna tatizo gani? Pole sana, sikujua kama naweza kuleta tatizo kama hilo. Usijali. Una tatizo gani lilofanya ukaniita namna hiyo? Kuna dada anafanana sana na mke wangu, ila sikumuelewa. Yaani anafanana na mke wangu vile vile, mpaka amenichanganya. Pole sana. Yule sio mkeo, ila wamefanana na mkeo. Yule anaitwa Malkia Ekela, ni malkia wa kuzimu. Mke wangu kuniambia kipindi cha nyuma kwamba huyo mtu anayefanana naye kumwagiza aje kuniua mimi. Sasa kinachonichanganya zaidi, najiuliza, huyo mtu mimi nimemkosea nini? Mbona sina ugomvi na mtu mimi? Na sina bifu na mtu wa design yake? Na istoshe, kwa nini niwe na bifu na mtu anayefanana na mke wangu? Na sikumbuki yule dada nishakutana naye wapi, kumfanyia nini. Lakini anamtuma mke wangu aniue. Kwa sababu mimi silijui bado. Odemba. Malkia Ekela kuna mgawanyo wa nafsi anataka kuugawana. Na huyo ndio Malkia Ekela. Akitaka lake ni lazima litimie. Kwani huyo Malkia Ekela tumemkosea nini? Kwa sababu mpaka saizi sielewi nini kinaendelea kwenye maisha yangu. Ninaishi kama naishi tu. Hata nikitembea najiogopa. Muda mwingine anahisi ananifuatilia kwa sababu kitu kilichonitokea majuzi, kiukweli sina amani mpaka sasa. Sijui nifanye nini. Malkia Ekela ni nafsi tatu. Lakini hata wewe pia ni nafsi tatu. Ila Malkia Ekela yupo kwa ajili ya kulipa kisasi na maumivu makubwa anataka kuyalipa kwa ajili ya Gisela. Gisela ndio nani? Gisela ni mama yangu mimi. Alimfanyia ubaya mdogo wake kwa kumuua kwa njia ya kwenda kwa mganga. Lakini huyu Malkia Ekela sijajua ni kwa nini ana hasira na ana kisasi juu ya mama yangu. Kanipiga bila sababu yoyote na kuniachia maagizo kwamba kamwambie huyo mbwa wako akafanye kama nilivyoweza kumwagiza. Lakini mimi nazidi kujiuliza, mpaka ananipiga mimi nimemkosea nini? Nilichokikosea hasa ni nini mpaka ananipiga? Afu ni dharau sana mimi kupigwa na mwanamke. Ndio hivyo, sema tu, sijui amenipiga katika mazingira gani. Lengo la Ekela ibaki nafsi moja ambaye atakwenda nayo kuishi kuzimu, ambayo hiyo nafsi ndio atakuwa mume wake. Ekela atakuwa mke, hiyo nafsi itakuwa mume. Ni yupi anayemhitaji akaishi naye kati ya sisi watatu? Mimi ambaye ni Odemba, mimi ndo anayenihitaji. Kwa hiyo sisi ndio tunahitajika kufa. Yuko wapi ambaye anafanana na mimi? Nahitaji na mimi kumjua. Yupo, ila yeye hajawahi kutoa sauti, hajawahi kula wala hajawahi kusema. Ila yupo ambaye ndio wewe, ambaye ndio mimi, ambaye ndio yeye. Hajawahi kula kivipi? Mbona unanichanganya? Kuna mtu anaishi pasipo kula? Huko kuzimu inawezekana kuishi hivyo. Unajua Mungu ameumba viumbe tofauti tofauti, na hata uwezo pia uko tofauti tofauti. Hivyo kuna sehemu ambapo inawezekana, kuna sehemu ambapo haiwezekaniki, lakini kuzimu inawezekanika. Hata mimi mwanzo nilikuwa nimeshangaa kama wewe. Niliona ni kitu cha ajabu sana. Lakini nilipokuja kujionea kwa macho yangu, nikagundua ni kitu kinachowezekanika. Sasa nifanyeje? Maana mpaka sasa sielewi. Sielewi kushoto wala kulia. Na ndio maana nimekuita wewe nikiamini unaweza kanipa mawazo. Maana wewe uliko unaona vitu vingi kuliko mimi ambaye naishi maisha kama mwanadamu. Nitamuuliza malkia wa kwanza wa kuzimu ufanye nini, kisha nitakuletea majibu. Ila safari hii usiniite kama ulivyoniita leo. Sawa. Nitakushukuru sana tena sana. Ninakutegemea sana ndugu yangu, unisaidie. Kuna kingine Hosea unaweza kaniuliza? Au ni hayo tu? Hapana. Ni hilo tu, ila ninaomba unisaidie.
ila likijitokeza lingine sintosita kukuita. Kwanza mama, niseme karibu sana. Asante, nashukuru sana. Lakini pole sana kwa matatizo ambayo unakuwa unapitia. Asante. Pole sana. Asante mwanangu. Ila kwa kuwa wanadamu tumeumbiwa matatizo, muda mwingine tunatakiwa kukabiliana nayo. Mimi niseme kila kitu inabidi umwachie Mwenyezi Mungu na kumwamini sana Mungu. Ni kweli kabisa mama. Usipomshukuru Mungu mwanangu utakuwa ni mkosefu. Kabisa mama. Kilichofanya ni kuita mama, kuna jambo kiukweli linatatiza sana ufahamu wangu wa akili. Na peke yangu nimeona kila napoliwazia siwezi kupata ufumbuzi. Nikaona ni vema nikuite mama ambaye ni kama mhanga mwenzangu, sasa tuweze kujua wapi tunaweza kuanzia kuweza kulitatua. Nakumbuka mara ya kwanza wakati unakuja hapa nyumbani kwangu, kuna jambo liliongea. Mke wangu Angel kama unamfananisha na mwanamke ambaye ni mwanamke wa Udemba ambaye anaitwa nani yule? Maida. That good, Maida. Jina lake limenitoka kidogo, Maida. Nilikukatalia sana. Ni kweli ndio. Na hata wewe nilikwambia unafanana na mwanangu, na yule binti kweli kabisa anafanana na mwanangu. Na nikakwambia ukakataa. Bado nikakukatalia sana. Lakini baadaye kaja kudhihirika kwamba ni kweli kuna mtoto anaitwa Udemba na anafanana na mimi Hosea. Na mimi nilijiona kabisa ni kopi yangu. Umeona mwanangu, sikuwa nakosea. Ulikuwa sawa kabisa. Lakini kuna jambo ambalo limejitokeza lingine. Kuna mwanamke anafanana copyright kabisa na mke wangu. Wanafanana kweli. Mwanangu, hilo hata mimi nilimuona. Huyo binti unayemwongelea anafanana kopi na Maida. Kama nilivyokuwa nakwambia kwamba yule ulokuwa naye hapa kwako, nikawa nakwambia wewe ni mwanangu na yule ni mke wa mwanangu. Sikuwa nakosea. Nadhani sasa unaona mwenyewe. Ndio, na mzungumzia mimi mama. Sio huyu ambao unamsema wewe, labda Maida. Sio? Ndio, kwa sababu nilipokutana na Udemba kuna jambo kaniambia. Kaniambia mimi ni nafsi tatu, ina maana tuko watu watatu. Alafu wakina Maida nao wako watatu. Kwa hiyo niliyekutana naye mimi anaitwa Malikia Hekela, ni wa kuzimu. Malikia Hekela? Ndio. Lakini huyo Malikia Hekela ndio nimekutana naye mimi. Na mke wangu kipindi cha nyuma shai kuniambia kuna mwanamke nakutana naye na nimefanana naye. Mimi niliona kama utani. Nikahisi ananiiga mimi. Lakini yeye akaniambia mume wangu, ni kweli kuna mtu nafanana naye. Yuko kama mimi. Nikaishi mwangu. Lakini uwezi kuamini mama, hizi siku mbili nimekutana na mtu anafanana copyright kabisa na mke wangu. Yaani ukimwangalia ni mke wangu huyu hapa. Umekutana naye? Ndio. Yaani kila kitu huyu hapa. Sasa mimi kwa kulikuja ushamzungumziaga binti mmoja anaitwa Maida, nikahisi kabisa yule ni Maida. Na ndio anafanana na mke wangu. Nikasema aliyokuwa naongea mama ni ya kweli. Lakini mama, kilichonishangaza kwa yule binti ni kitu kimoja. Kwamba
Yule binti ana mambo ya ajabu. Na nikaanza kuunganisha matukio hapo. Mke wangu aliposema yule mtu anafanana naye, na akawa amemwachia mke wangu maagizo kwamba nahitaji ukamuue mumeo, yani mimi mke wangu aniue. Ndio. Mbona makubwa tena Makubwa mama. Sasa nilipokutana naye ndio nikamwamini mke wangu kwamba alichokuwa naongea ni kweli. Nilipokutana naye tu, mama alinyenyua fimbo juu akaipiga chini. Kuipiga chini kanisukumi kanitupa katika mazingira mama ya kutatanisha. Ili nibebaje fimbo na kunirusha pembeni kama kichaa, na huku akiniambia kamwambie mbwa mwenzio afanye kile kitu nilichoweza kumwagiza mimi. Amemwagizo gani anazungumzia? Anazungumzia maagizo ambayo alimwambia aje kuniua mimi. Hasa najiuliza, huyo Malkia Kela mimi nimemkosea nini? Mbona sina uadui na mtu anaitwa Malkia Kela? Na sijawahi kuwa na uadui na mwanamke yoyote toka mimi nafikiri naanza kujitambua. Hasa nikaona hili jambo kidogo litakuwa zito. Ndio maana nikakupigia simu uje tuweze kulijadili. Na kingine ninachotaka kujua mama, maagizo anaoniambia Odemba nikuletee wewe, unatakiwa kulipa kile ulichokifanya. Wewe ulifanya nini? Kwa maana hiyo ndo hataki kuonana na mimi kwa sababu ya hilo? Sio kwa sababu yeye hataki, ila alikofungwa. Unaambiwa kufungwa. Na muulizo umefungwa wapi, labda tuje tukusaidie. Anasema Hosea, Mungu ameweka viumbe vingi sana duniani ambapo kuviona kwa macho ni ngumu. Kwa nilikofungwa mimi siwezi kuonana na mama, ila mama natakiwa kulipa yale aliyoweza kuyafanya. Na huyo Malkia Kela nasifikiri, nasikia ndio anataka kulipa hayo makosa. Makosa gani mimi sijui, lakini nilipojaji mimi leo kumuuliza Odemba, anasema mama alimfanyia makosa mdogo wake, ambao mdogo wako. Lakini huyu Malkia Kela mpaka saizi haelewi kwamba ulimfanyia makosa gani. Sasa alichonieleza leo Odemba, nataka nikijue kwako, wewe ulifanya makosa gani kwa mdogo wako? Mwanangu, ni historia ndefu sana. Ni historia ndefu ambayo hata nikisema nikueleze hatutamaliza leo. Ngoja niulize kitu. Ni kweli wewe ulihusika kumuua mdogo wako? Dada, unaniua mdogo wako. Wewe mtoto wa kike, usimwangalie, utakosea masharti. Mizimu haitokuacha. Lakini sio kwa kukusudia. Ila ulimuua. Nikueleze kidogo tu, yaani kidogo tu, kwa sababu kwa urefu itachukua muda. Mwanangu, mimi nilikuwa nikitafuta mtoto, nilikuwa sipati mtoto. Mume wangu akawa anataka mtoto na akawa anataka kuniacha, lakini nikasema nitafanyaje? Akili ikanituma nikaenda kwa mganga. Nimeenda kwa mganga, mganga alinipa limgomba, akaniambia ni uchome ule mgomba. Na kwa sababu nilikuwa nataka vitu viwili kwa pamoja, pesa na mtoto, ikabidi nichome. Kitendo cha kunyanyua kisu kuchoma ule mgomba, ikatokea sura ya mdogo wangu. Sura imekuja vuu ya mdogo wangu kama ndo aliyelala pale chini. Ndo maana nakwambia sikufanya kwa kukusudia. Ni bahati mbaya na sikujua na sikutegemea kama jambo litakuwa ni lile. Laiti ningekuwa najua ni vile, wala nisingefanya. Nilivyotoka hapo nimeenda nyumbani. Lina. Lina. Lina mdogo wangu.
Paulina. Ndo yalivyokuwa. Shida yangu kubwa ilikuwa ni mtoto. Ndipo nikampata mwanangu Odemba. Kwani wewe mama una watoto wangapi? Mwanangu na mtoto mmoja tu. Ni huyo Odemba. Lakini Odemba alisema na kaka yake, yule ni nani? Kweli. Nina watoto wawili lakini yule ni mtoto wa kaka yangu. Na Odemba hajui? Au anajua? Mwanangu, mbona unanipeleleza sana? Hapana mama, nataka kujua. Yaani mama, hili ni tatizo lako, ni tatizo langu. Kama ulivyosema unamuona kama Odemba hapa, hebu nione kama Odemba, sio Hosea. Hapana, hajui. Anajua ni kaka yake alozaliwa naye tumbo moja. Sawa. Sasa mama, tutaanzia wapi? Mwanangu, akili yangu mpaka imechoka. Hadi nasikia uoga. Huyu Malkia Ekela. Hebu nisaidie, ubongo umejaa. Nisaidie, nashindwa nifanyiji. Mama, hata Odemba hajui huyo Malkia Ekela kwamba una vita naye nini. Sawa? Mara ya kwanza anasema nilijua na vita na Gisela ambaye ndio wewe. Yaani kwamba kwa ajili ya kulipa kisasi cha nini? Cha mdogo wako. Lakini bado anazidi kumpeleleza huyu ni nani? Labda tuendelee kuhangaika, lakini kwa upande wangu mimi ni mtoto mdogo usijua chochote hapa nilipo. Ila mwanangu, mimi bado napigania hili. Ndiyo. Na nahangaika sana. Nahangaika kila mahali. Na imani kila kitu kitaisha. Sehemu nilokanyaga ni sehemu ambayo inanitia imani. Kuna maanisha? Hiyo sehemu nilokwenda, yani mganga nilomfuata, nikufafanulie. Mganga nilomfuata ananionyesha uimara. Na nahisi Odemba atatoka, atapona, atarudi. Sawa. Hamna shida, nitashukuru kama ataweza kupona, maana ndio kiu yetu. Sawa. Jilinde. Sawa. Mkazanie na mkeo. Sawa. Asije akaingiwa na shetani. Narudia. Ndiyo. Kaa na mkeo. Asifate mambo ya mashetani haya. Sawa. Asije akakuua kweli. Sawa. Kwa sababu unajua kuna kuzidiwa. Ndiyo. Mwambie kabisa, kaa naye. Mwelekezi. Sawa. Mimi mwanangu ngoja nitoke. Sawa. Mama, unakumbuka siku ile wakati tunatoka kuonyesha jeneza la mume wangu? Ndiyo nakumbuka. Nimekutana na mdada nafanana naye copyright. Cha kushangaza sasa mama, alichokuwa ananiambia hata vitu sivielewi. Anaanza kuniambia kwamba na shule tumeonana tena. Wewe si ndio yule ambao uliniambia ni mume wangu? Ananiambia mavitu vya ajabu hata simuelewi anachokiongea. Sasa hivyo ninavyoongea mimi nimeshaona muda mrefu. Mwenzio mimi siku ile tulivyokuwa kwenye msiba hapa, alikuja kijana akanambia njoo ukamuone mwanao. Tunamtafuta kwenye jeneza hayupo, haya twende ukamuone.
natoka vuu mpaka kwenye hiyo nyumba, namkuta kijana anayejiita Hosea. Copyright na mumeo copy. We mama, kweli huyo mke wake anayejiita Angel, yaani kama wewe hivi ulivyo. Alafu naambia Maida mwanangu, hata wewe unijue. Manake huyu nani ananichamba. Huyo Hosea ananiambia nimechanganyikiwa. Namwambia wewe ni mwanangu, ananiambia hapana. Mama wewe umechanganyikiwa bwana, usituletee wazimu, ondoka. Mnatupotezea muda. Sijui nini. Sijui unanielewa hapo. Angel, namwambia Angel, hata wewe leo hunijui. Maida. Namwambia huyo Angel, huyo anayejiita Angel. Ndo namwambia Maida, hata wewe unijui. Mama, huyo Angel unayemuelezea hapa ndio huyo. Kaniambia anaitwa Angel. Sasa namwambia Maida, wewe hata wewe leo unijui. Ananiambia mimi siitwi Maida. Mimi naitwa Angel. Unaniambia mimi Maida mimi simjui. Nikamwambia acheni upumbavu, nilikasirika. Nusu ni mkate kibao Odeba. Anayejiita Hosea. Ndo nikazuiwa. Lakini mamako mdogo alimkunja. Unanielewa? Ndio. Hawa watu wapo. Huyo nani Angel yupo, kafanana na wewe. Hosea yupo, kafanana na Odemba. Ukiuliza wote ni yatima, utakubali? Hosea yatima, Angel yatima. Mwanangu nawe si yatima? Ndio mama. Nyinyi wote watatu yatima. Hatujui sasa yule mzimu, sijui kitu gani, naye kama ni yatima au sio yatima, hatujui. Mama, cha kushangaza aliniuliza, wewe ni Maida? Nikamwambia ndio, ndo mimi. Na umenijuaje? Akaniambia taarifa zako nimezipata kwa mama yako, mama Odemba. Mama, unamjuaje yule dada? Sini siku ile msiba ulivyotokea hapa, kijana alinifuata akaniambia twende ukamuone mwanao. Ndo nilipoenda kuwakuta yeye anajiita Angel, anayefanana na wewe. Ndo hilo jina lake, anajiita Angel. Na anayefanana na nani na Odemba anajiita Hosea. Yaani kopi na wewe jinsi ulivyo. Nikaambia wewe Angel. Ndio mama. Wewe unajiita Angel. Wewe ni Maida, akanikatalia kata. Huyo Hosea ananiambia mama umechanganyikiwa. Ondokeni hapa, mna wazimu nyie. Nililia. Tena nililia kwa uchungu. Asana unavyoniambia hivi, na hisi ndo umekutana naye yeye. Ndio huyo mama. Ameniambia anaitwa Angel. Na amenichanganya zaidi, ananiambia tupo watatu. Sawa. Hata mimi hiyo habari ninayo. Na huyo watatu nasikia ndio mkorofi ambaye amemtuma yeye Angel akamuua mume wake. Huyo mkorofi. Na mimi nimepata hizo habari. Alichoma fimbo yake chini. Hosea akapeperushwa kama na upepo, kaenda kutupwa huko. Hosea akarushwa. Alikoenda kutua kule. Mbona alitamani akimbie? Hebu niambie. Je, ukikutana naye wewe? Mama, mpaka naogopa hizi habari. Kuna shida nakwambia. Kuna shida. Yaani hili jambo inabidi tulisimamie kabisa, tena kwa kina. Bila hivyo kutakuwa na tatizo kubwa sana. Mama, naomba mtusaidie. Ninyi ndio wakubwa zetu. Nahangaika najishughulisha, mambo haya yataisha hivi karibuni. Ndio maana nahangaika mwanangu, usione hivi. Nahangaika kweli. Mguu wangu huu unaouona huu. Kama ungekuwa na mdomo ungesema jinsi ninavyohangaika, mara huku. Yaani nimekuwa kama nani wale manini wauza nini kwenye magari. Maana yule ujue mwendo zunguka, nenda rudi. Anaweza katoka hapa na Moshi. Kwa safari ile ya pale ikiunganishwa. Asa ndo mimi nahangaika vibaya mno mama. Pole mama. Sijali, Mungu yupo atatustiri. Mungu ni wa kila mtu. Na ndo maana mimi nimesema kila kitu tumkabidhi Mungu. Atatusimamia. Wow.
Nimekuleta hapa mama, nitachokiita hapa usishangae wala usiogope. Sawa. Sitaki mambo yako ya uoga na kukimbia kimbia. Sawa mganga, sitaogopa. Nimekuja kukuonesha nafsi ya tatu ya kuzimu. Ndiyo ufunguo wa Malkia Ekela. Bila huyu Malkia Ekela si chochote huko alipo. Sijui unanielewa? Odemba! 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 Huo ndo uoga nilokuwa siutaki. Hii ndio nafsi ya tatu ya kuzimu. Na ndiyo silaha kubwa ya Malkia Ekela. Na vile vile ndo ufunguo wa Malkia Ekela anaotegemea. Lakini wewe si mwanangu Odemba. Hapana, sio Odemba. Ona, angalia hata alama hiyo hapo sikioni. Hii ni nafsi ya tatu ya kuzimu. Hapo alipo hali hana uwezo wa kufanya chochote kama binadamu wa kawaida. Bila huyu Malkia Ekela si chochote. Alafu nimesha kukataza huo uoga wako. Unatakiwa uwe jasiri kama ulivyokuwa jasiri mwanzo wakati unayafanya mambo yako. Sawa. Siogopi tena. Nenda Odemba. Nenda Odemba. Nenda Odemba. Nilikuambia uniwekee vitu vyangu. Huu ndo muda wa kufanya kazi sasa. Nitaitaka kondoo yangu. Huu ndo muda wa kuifanyia kazi. Sawa. Vile vitu nilivyokuambia unihifadhie na vihitaji nifanyie kazi yangu. Haya. Na mambo ya kuogopa nimesha kukataza mama. Basi nisamehe mganga. Nisamehe, sirudi tena. Twende. Siwi muoga tena. Wewe Demba, mbona nipita kama unijui? Samani dada, mimi siitwi Odemba. Odemba, acha kunifanya mimi mtoto. Wewe ni Odemba. Yaani ex wangu kabisa nisikufahamu. Samani, watu wengi sana wananifananisha na Odemba. Lakini mimi siitwi Odemba, mimi naitwa Hosea. Yaani ex wangu nahitaji kukusahau. Wewe ni Odemba. Kilichonifanya nikuite hapa, nimesikia kwa watu umepata matatizo. Kwa pole sana. Samani, matatizo ya Odemba hata mimi pia nayafahamu. Lakini mimi siitwi Odemba, mimi naitwa Hosea. Samani sana. Makubwa. Usijui kachanganyikiwa.
Karibu ndugu yangu. Asante Kivyele. Karibu sana. Asante. Bwana, mimi nimeshindwa kuvumilia. Ukiwa kama Kivyele mwenzangu, nimeona tu kuna siri yangu ambayo niko nayo moyoni muda mrefu sana. Ni miaka mingi sana. Lakini nimeona bora nije nikwambie. Ukiwa kama Kivyele mwenzangu. Miaka ya nyuma nilifanya vitu vya ajabu sana. Vitu vya ajabu? Vitu gani? Ni siri nzito yenye maumivu makali. Haya. Niliua bila kukusudia. Wewe ulifanya mauaji? Mimi mwenyewe na sio mwingine. Kivyele. Haya, mwenzangu ulimuua nani? Mdogo wangu. Wa tumbo moja. Alikukosea nini? Hajanikosea kitu. Labda nikuelezee story yenyewe ilivyo. Miaka nyuma mimi nilikuwa sijawahi kupata mtoto. Alafu mume wangu alikuwa anataka watoto. Na pia mume wangu alikuwa ni mtu wa penda sana hela. Sasa mimi ni mwanamke ambaye nilikuwa sinaga chochote. Nilimpenda sana. Nilitamani niishi naye maisha yangu yote. Hata tujukuu wote pamoja mimi na yeye. Nikatoka nikaenda kwa mganga wa kienyeji. Yule mganga alinielezea, si unajua ukifika mbwe nini. Na baadaye alinipa mgomba akaniambia niuchome kisu. Nikauchoma ule mgomba. Ndio ukauchoma kisu? Wakati na uchoma nimeshachoma ikaja sura ya mdogo wangu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo wewe haukuchoma mgomba bali ulimchoma mdogo wako? Hapana, ni mgomba. Mimi ninauona kabisa mgomba nimewekewa. Nikawa nimeogopa, nimepiga kelele. Akanambia usipige kelele wala usiogope, hayo ni maruerue tu. Ni hofu yako tu. Nikamwambia hapana, lakini nimeona sura ya mdogo wangu. Akanambia hapana, usiogope. Nilivyorudi nyumbani nikakuta mdogo wangu ameanguka, amekufa. Kwa hiyo zile kelele za mwanaume ndio zilizokufanya wewe kumuua mdogo wako? Sikumuua mimi, nimechoma mgomba tu, so yeye. Sikumuua yeye live. Nenda nyumbani nakuta ameshakufa. Sasa kitu ambacho sasa kinanipa mashaka zaidi. Naambia mdogo wangu analipa kisasi. Unakumbuka nilikwambia kuna binti anafanana na Maida? Ndiyo, uliniambia. Nilikwambia. Sasa kuna mwingine. Mwingine? Anajiita Malkia Hekela. Ina maana mwanangu kafanana tena na watu wengine wawili? Ndio maana yake. Mwanangu mimi? Huyo mwanao ndio. Inawezekanaje? Na wewe Malkia Hekela ni nani? Naye anafanana. Mwanangu mimi nafanana na mwanao wewe. Inawezekanaje? Hata mimi nashindwa kuelewa, lakini mimi nilienda kwa Hosea. Alinipigia simu, mama njoo, kuna shida. Mimi huyo kiki nafika kwa Hosea. Akaanza kunihadisia. Anakwambia alikutana na huyo binti amefanana na mke wake. Akachoma fimbo unaambua na fimbo yake hiyo. Alivyoichoma Hosea kaangukia kule. Yaani ile kuchoma chini, Hosea karushwa. Katupwa huko. Anamlazimisha amwambie mke wake eti amuue Hosea. Ina maana mwanamke amuue mume wake? Yaani eti kama mimi hivi nikutane na wewe. Alafu nikwambie wewe, si nimemwambia mume wako akuue? Yaani mume wako wewe akuue wewe. Afu eti mimi ndo nakwambia, si nimekwambia mume wako akuue?
Wewe hebu niambie hapo inakujaje? Copyright vile vile. Unaambia yeye naye ana kisasi na mimi. Hebu niambie mimi nimemkosea nini? Mtu mwenyewe hata simjui, yeye mwenyewe hanijui, nimemkosea nini? Hebu niambie hapo. Na mitihani mingapi? Inawezekanaje marehemu arudi tena kwako? Na mimi ndo nashangaa. Huku mdogo wangu analipa, lakini inasemekana chanzo ni mimi. Sasa Kivyele, mauzauza haya yote ulishawahi kwenda kwa mtaalamu kuangalia hiki ni nini? Ndugu yangu, nahangaika, ila nimempata mganga mmoja ambaye mpaka kanivutia kanivutia mwanangu Odemba nikamuona. Hapo tu ndo napata moyo. Nina imani ili jambo litaisha, na yeye kaniambia atalimaliza. Sasa kama ushampata mtaalamu namna hiyo na kakisha kuonyesha mwanao, basi endelea kwenda na umuombe Mungu aweze kukusaidia. Unaweza hapo ukafanikisha. Ni kweli, na mimi ndo niko pamoja na yeye na namuomba sana Mungu. Sina ninayemtegemea zaidi ya Mungu. Wengine hawa ni baadaye, ni nyuma huko, lakini Mungu ndo zaidi. Na namuomba sana Mungu. Najua tu litafanikisha hili. Ni kweli. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Ni kweli. Ndio hivyo ndugu yangu. Na mzee wewe aliniita majuzi hapa. Akanambia anataka atoe lile jeneza. Amechoka kukaa nalo hata yeye. Jeneza? Ndio. Inawezekanaje jeneza kukaa ndani? Sasa mimi ndo nilikaa nalo sana hapa ndani mpaka nikawa naogopa hata kulala. Ikabidi baba anipokee. Baba naye kakaa nalo, sasa amechoka anataka kulitoa. Unajua nyinyi mnachekesha. Ndio na wapi jeneza likakaa ndani? Na hilo jeneza si ndio uliniambia kwamba mwanao alipotelea huko ndani kwenye jeneza? Sasa inakuwaje ukae nalo ndani? Au baba yako akae nalo ndani? Sasa litakaa wapi? Likiibiwa? Kwani unajua majeneza yanauzwa? Likiibiwa tunafanya? Amkuchimba kaburi? Lipo kaburi. Sasa kama lipo kaburi, kwani jeneza si lake kaburi? Sasa hivi hebu ngoja nikwambie. Lile kaburi lipo limechimbwa. Jeneza ndo lile. Niende nikazike lile jeneza. Je, kama ndo namzika mwanangu kweli? Afu asirudi tena moja kwa moja. Sasa na nyinyi mtakaaje na jeneza ndani na wakati jeneza linatakiwa liende kaburini na kaburi mlishalichimba? Sasa nikwambie kitu shogangu. Hata kama ni wewe usingekubali. Kwani mtu anayekufa anafanywaje? Anazikwa. Sasa hivi Kivyele unanielewa lakini kitu nilichokwambia au nilichokuhadisia? Si ulisema kwamba mwanao alipotea kwenye jeneza? Yes. Sasa kapotea. Unajuaje kama yuko mule sisi ndo atumuoni niende nikazike nimzike mwanangu? Yaani hilo wazo hujanipa baba. Mimi nikazike jeneza tupu na mwanangu kapotelea mule. Je, kama yumo mule ili nimzike afe kabisa? Hapana, haiwezekani. Na ndio maana mnapata misukosuko mingi. Na havita kuepuka hivyo kwa sababu umekubaliana kukaa na matatizo. Laiti ungekuwa utaki, usingekaa na jeneza ndani. Kwa nini ukaa na jeneza ndani? Hivi kaburi mwenzie ni nini? Ni maiti. Na jeneza mwenzie ni nani? Ni maiti. Kukaa kwenye jeneza na kwenda kuzika. Siwezi kwenda kuzika jeneza wakati mwanangu bado sijajua hatima yake. Sasa kama wewe nimekuambia kama Kivyele mwenzangu, nikijua utanipa mawazo mazuri. Matokeo yake unanipa mawazo ya kukanyaga moto. Si kanyagi moto. Si mziki, si ziki jeneza mpaka nijue mwanangu yuko wapi. Kivyele, na kwa kuwa nimeshaonyeshwa mwanangu nimemuona kwa macho yangu mwenyewe. Kwa taarifa yako siziki jeneza, tutakaa na babangu, tutajadili tujue mahali pa kuweka jeneza. Lakini sio kwenda kuzika. Mwanangu sijamuona nikazike jeneza, nazika jeneza tupu ili weje. Basi kalifukieni kabisa. Sifuki popote. Lile litakuwa juu hapa. Tena ikiwezekana nitalichukua tena litarudi kwangu na nitakaa nalo. Sawa. Kama ndivyo mvyoamua kukaa na jeneza ndani, basi hata kaburi mngelichimba ndani. Manake ni vituko mimi sijapata kuona. Wewe ulishawahi kuchimbiwa kaburi ndani? Sasa maana kukaa na jeneza ndani ni nini?
kwanza nipe jibu. Wewe ulishawahi kukaa na jeneza ndani au na kaburi ndani? Mimi sijawahi kukaa na jeneza ndani wala kaburi ndani. Ulishachimbiwa kaburi ndani? Ndio kwanza nayaona kwenu. Sasa uloyaona kwetu ndo umeyaona. Umenielewa? Ulioyaona ndo umeyaona. Si hujawahi kuyaona? Sijawahi. Sasa kama hujawahi ndo vizuri umeshaona. Wewe unataka uone mara ngapi? Mpaka uonage zamani. Sasa umeona sasa hivi. Dunia ndio ujue inazunguka hivi. Na hicho kiburi chako ndio kilikuponza. Kiburi? Ndo kimeniponza. Mimi sikuponzwa na kiburi. Nilitaka mtoto kama wewe ulivyompata mwanao yule. Akaja akaolewa na mwanangu. Na mimi ndo nilichokuwa nataka. Kwa nini niwe mwanamke tu? Nisiwe mama. Basi kivyele. Tuishi hapo, yameisha ndugu yangu. Hapa tunaongea na tunaelimishana. Kama tumeshindana kuelimishana, basi kila mtu aishi kutokana na matakwa yake aliyoyaamua mwenyewe. Si ndio? Na mimi ndo nilivyoamua hivi. Kivyele. Basi ndugu yangu nimekuelewa. Acha niwahi nyumbani. Haya, hamna shida. Haya. Haya. Mimi sikusindikizi ndugu yangu. Haya, hamna shida. Haya. Mganga samani, taarifa zako nimezipata. Najua umewasaidia wengi. Na ndio maana mimi hapa nimekuja kwako ili nielezee shida zangu. Mganga, mimi mwanzo biashara yangu ilikuwa inaenda vizuri sana na Wacha kabisa. Hiyo sio kazi yako kunielezea. Mizimu yangu itanielezea na kunijuza kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yako. Sijui unanielewa? Sana kuelewa mganga. Ni kweli kijana, ulikuwa na biashara ambayo kwa siku ilikuwa inaweza kukuingizia kiasi cha pesa kirefu kama Laki6 hivi. Mtaalamu, ni kweli kabisa. Umejuaje mtaalamu? Umekuja kwa mganga Kijola mwenye mizimu yake na nguvu 5 kutoka kwenye falme 5 za kuzimu. Lakini kwa sasa hivi kuanzia asubuhi mpaka jioni unaweza kuingiza 30,000 tu. Ni kweli kabisa mganga. Wala uniongopei, naongea kweli kabisa. Inavyoonekana ni kwamba kazini kwako kuna watu walikuja kuweka mambo yao. Hao watu gani mganga? Lakini hao watu sio wakubwa kumzidi mganga Kijola. Mimi si feli na sijawahi kufeli na itokai katokea hata siku moja.
walikuja kuzuia kazi yako isiweze kwenda kama ilivyokuwa mwanzo, na ndio maana unapokea 30,000 kwa siku. Lakini usiwaze, usiwe na wasiwasi, mimi nitakusaidia. Unachotakiwa kukifanya ni kuniamini kwa kile ninachokuelezea. Sawa, mimi nakuamini mtaalamu. Sijui unanielewa vizuri. Sawa mtaalamu. Lakini tukiachana nao, naona kuna kiumbe kingine tofauti na hao ambacho kimehusika kwa kiwango kikubwa sana kuchafua nyota yangu. Mtaalamu, kiumbe gani hicho? Mimi ndiyo mganga Kijola. Nitakachokwambia unatakiwa kuniamini. Je, uko tayari kuniamini? Maana huyo mtu ni mtu wako wa karibu sana. Mimi mtaalamu niko tayari kukuamini, na ndio maana nimekuja hapa kwako. Ni mrefu, ni mweupe, ni Mchaga, mtoto wa Moshi, lakini amekulia Arusha, na inavyoonekana yupo karibu sana na wewe, na maanisha unalala naye kitanda kimoja. Lakini mganga, huyu unamzungumzia ni mpenzi wangu, na hivi karibuni tumeahidiana kwamba sio muda mrefu tunaoana. Emwa, ndiyo huyo, na najua kwamba mna ahadi kubwa za maisha, lakini huwezi kuamini. Ndiyo maana nakusisitiza uzidi kuniamini ninachokwambia. Mimi mtaalamu nakuamini. Huyo mwanamke ana wanaume wengi sana, na maanisha zaidi yako kuna wanaume wengine. Ana wanaume wengi? Nao wanaume alionao wengi wao wana nuksi, mikosi. Anapolala nao wanaume akaja kukutana na wewe tena, ndo anachafua nyota yako. Sasa mtaalamu, unanisaidiaje hapo? Usiwe na shaka wala wasiwasi, kwa sababu umefika kwa mganga Kijola, mganga mwenye mizimu yake kutoka falme 5 za kuzimu. Nguvu za upepo, nguvu za jua na nguvu za mvua. Sijui unanielewa? Sawa, nakuelewa mganga. Hakuna kinachoshindikana, amini na kwenda kukusaidia. Sawa mganga. Amini na kwenda kukusaidia kama utafuata masharti yangu, mganga Kijola. Sawa mganga Kijola, naomba unisaidie kwa hili. Unaiona hii dawa? Naiona mganga. Hii ni hela ya zamani, lakini ni dawa. Najua huwezi kunielewa, lakini nakupa masharti na maelekezo jinsi utakavyoweza kuifanya hii dawa. Nitakupa hii dawa, unatakiwa uende ukaioge hii dawa. Baada ya kuoga, na maanisha iloweke kwenye maji, alafu maji yake uoge.
Ukimaliza hii dawa ifunge vizuri, ifungashie huko chini ya kitanda uvunguni. Hakikisha ndani ya siku 7 hautofanya mapenzi na huyo mwanamke anayekuchafulia nyota. Sawa mtaalamu, nimekuelewa. Na usije ukaruhusu kufanya naye mapenzi, na kama akitaka kuendelea na wewe basi mlete mimi nimtibie. Sawa, nitafanya hivyo. Puliza mara 2. Sadaka unatakiwa kutoa shilingi 1000 tu. Mtaalamu, 1000 unamaanisha milioni 1 au 1000 nayojua mimi? Ni 1000 ya shilingi ya Kitanzania. Dumbukiza humu. Emwa, nenda ukafanye nilichokwambia. Sawa mtaalamu. Usisahau kusema asante kwa mizimu yangu. Sawa mganga Kijola, na nitajitahidi na nitakuja hapa na nitatimiza masharti yangu yote ambayo uliyoyataja. Usijali, mimi ndio mganga Kijola mwenye nguvu za ukoo ama falme 5. Sawa mganga Kijola. Nenda kijana. Nafikiri leo ni mara ya kwanza unaniona. Hapana, sio mara ya kwanza. Nimewahi kukuona lakini sio ndani ya mavazi haya. Hao uliowaona sio mimi. Ila nafikiri jina langu ushawahi kulisikia, Malkia Ekela. Ndiyo, nimewahi kulisikia. Haya, una shida gani kwangu? Kwa nini unanisumbua? Nimekosa nini? Nimekukosea nini wewe? Unaisumbua familia yangu, unanisumbua mimi. Yaani mimi sina raha kwa ajili yako. Nimekukosea nini? Nahitaji kulipa damu kwa damu kama ulivyolipa wewe damu ya mdogo wako. Huyo vipi? Sasa ni mdogo wangu yule, na ni bahati mbaya, sikufanya makusudi. Lina anahusika nini na wewe? Hebu acha kunipa shida ndugu yangu. Mtoto mdogo tu unanisumbua. Yaani wewe ananihusu, na ndio maana nikakwambia ananihusu. Maana ulimwaga damu ya mdogo wako na mimi nahitaji damu kutoka kwako. Damu kivipi yani? Na damu gani hiyo unaotaka wewe? Na maanisha nataka ufe wewe. Wewe ni mbadala wa kifo cha mdogo wako. Wewe vipi? Sasa damu ya mdogo wangu yule ni ndugu yangu mimi, na ni bahati mbaya tu. Saizi uje useme tu unataka damu, yaani mimi nife? Ndo unapotaka, ndo maana yako? Nife kirahisi rahisi? Sasa mimi naitwa Malkia Ekela. Kama hujanijua vizuri na ukitaka kunijua vizuri, nisipate damu yako. Huyu ukoje? Wewe kwani mimi na wewe tuna ugomvi gani? Wewe ndo leo umeniona. Lakini mimi nakuona kila siku. Leo wala hata usinitishe na haya mavazi. Nakuona kila siku. Mara umevaa hivi, mara umevaa hivi, nguo za kawaida. Na ndo unayehangaika huku, mara umejigeuza. Mara sijui Maida. Mara huku sijui nani yule mwingine yule. Alafu leo unaniambia Ekela.
Sasa kwa taarifa yako, kama unategemea nife kilaini tu, sifi. Nafikiri hujanijua vizuri kama mimi ni Malkia Ekela. Lazima nipate damu yako. Unataka utakufa, hutaki utakufa. Sifi. Wewe chunga adabu yako. Na nikakuzabua mimi. Kwanza naona unanipotezea muda. Muangalie vile. Nataka damu yako. Nataka umfe wewe. Wewe Israeli. Nenda, si una haraka? Mimi ndio naitwa Malkia Ekela. Aya, nenda. Mganga Kisimbe, karibu. Karibu ndani. Hapana Kamoja. Mimi siingii ndani. Nina mazungumzo machache nilikuwa nataka nizungumze na wewe. Naomba tuzungumzie hapa. Sawa, hakuna shida. Asante. Kama nilivyokuambia kwenye simu kimoja, mambo kwangu yamezidi kuwa magumu mno kuliko unavyofikiria. Unataka kuniambia Malkia Ekela bado anakusumbua? Ananisumbua sana sana sana. Na amekuwa na nguvu za kutisha mno. Nikiangalia kwenye ramani zangu falme 5 ziliungana kumpa nguvu. Hicho ndo kitu ambacho Malkia Ekela anajivunia. Kazi kwangu imekuwa ngumu. Nashindwa kuendelea. Naishiwa nguvu. Mimi nitajua la kufanya. Tunatakiwa tumuite mkuu wa mizimu. Safi sana. Hilo ndo lilikuwa wazo langu tangu mwanzo. Na mguu huu unauona umekuja hapa. Nilitaka tuje tushare mawazo, tuone tunafanya nini. Hivi mkuu alipoenda mizimuni amerudi? Rahasha. Sina uhakika na hilo.
Unanipenda? Unaogopa kunipoteza, sio? Na kama unaogopa kunipoteza, unaweza ukaniruhusu kwenye moyo wako nikaa peke yangu? Hansi, kwa ajili gani unaongea hivyo? Nahisi kabisa ndani mwako siko peke yangu. Hauko peke yako? Kivipi bebe? Mbona sikuelewi? Inaonesha kabisa uko na wanaume zaidi yangu. Na ndio maana sikuelewi. Niko na wanaume zaidi yako? Kivipi? Mbona sikuelewi baby? Uwezo kanielewa kwa sababu una wanaume wengi. Na hiyo inapelekea biashara yangu inapata mikosi. Mimi sina wanaume. Na hata kama hao wanaume inaendana vipi na biashara yako? Biashara yangu ni mimi na biashara ndo mimi. Na biashara pasipokuwa nyota haiendi popote, ndio pelekea mikosi inaonekana. Unaponichafua mimi, unachafua na biashara yangu. Mimi ninachokuomba kitu kimoja. Achana nao hao wanaume. Wanasababisha sisi biashara yetu isiende popote pale. Hansi, mimi sina mwanaume yoyote. Ila kama unahisi mimi ndo nakuchafulia nyota yako na biashara zako haziendi, basi niache. Samani, ulivyokuwa unaniita Odemba, nilikuwa sija kusikia. Unisamehe sana, niambie ndugu. Kwanza nafurahi sana kwa kufika kwa wakati sahihi. Mimi nimekuita hapa, sisi kama wanaume, nahitaji niongee na wewe. Kwa sababu unaamini kwamba nilikukosea sana. Tena nimekukosea sana. Labda nikuulize kitu. Umenikosea nini ndugu yangu? Mbona sina ugomvi na wewe? Unakumbuka ile siku ulinikuta nimesimama na yule mwanamke? Natambua fika ulijisikia vibaya sana. Unamzungumzia mwanamke wangu yupi ambao unasema nakupa mikosi wewe? Au unamzungumzia mwanamke wangu Maida? Hapana, sio Maida. Ni Light. Amendo alikuwa ni mpenzi wako. Okay. Yeah. Ila yule mwanamke hajatulia kabisa. Ni mwanamke ambaye hana msimamo. Alafu nimekuja kumfuatia kiundani zaidi. Yule mwanamke ana mabwana wengi sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kawaida ya Odemba mara nyingi huwa gombani wanawake. Odemba anajiamini na ndio maana nikaona yule nikuachie. Nimeoa mwanamke wangu ambaye ni mwingine kabisa anaitwa Maida. So angekuwa ni huyo ningesema tugombane, lakini Awala bwana ana kitu kwangu. Awala na mwanamke ni vitu viwili tofauti. Awala mwanamke ni thamani zaidi ya Awala. Kwa saizi naweza kukuambia tu kwamba usijali. Mimi nimekusamehe. Hakuna tabu yoyote. Sisi wanaume. Nimefurahi sana pia kwa kunisamehe Odemba. Ila cha kusema tu kwamba ngoja mimi niwahi, maana pale dukani sijaacha hata mtu yoyote. Usijali, nimekusamehe. Hivi vitu vya kawaida. Alafu wanaume wa uhakika hawagombani kwa sababu ya wanawake. Wanagombana kwa sababu ya mwanamke. Na maanisha mke wako wa ndani. Kama pale nilikuwa napita, achana napo mwanangu, nishapotezea mimi. Au vipi? Ya, kweli, maana sometimes wanawake uzuri wao wanatumia kutuchapa sisi wanaume. Ni kweli, ila sisi wanaume tupunguze tamaa. Basi sawa, mimi ngoja niende. Hamna noma. Haya. Poa. Laiti angejua mimi si Odemba. Ina maana Odemba alikuwa anagombania mwanamke. Nitajua mengi ya Odemba mwaka huu.
unapenda sana kupita hii njia Hosea, si ndio? Ndio, naipenda kwa sababu ipo karibu sana na nyumbani kwangu. Sawa. Mimi nahitaji kujua kitu kimoja kutoka kwako. Kwa mfano mtu akaja mbele yako, akakwambia uchague kitu hiki kimoja. Kumuua rafiki yako au kumuua mama yako, utachagua kipi? Kwa nini unaniuliza hivyo? Jibu swali, acha swali kwa swali. Hatutopata majibu kama ukiniuliza maswali na wewe. Kwa hali ya kawaida, hata wewe jibu unalo. Unajua mama ni chochote hapa duniani, na isitoshe mama ni Mungu wa pili. Acheni kuwapa ukubwa wa kukufuru wa kina mama. Ngoja nikuulize kitu kimoja. Ushawahi kusikia wapi Mungu anakufa? Mama ni kweli anatakiwa kuheshimiwa na anatakiwa kupewa ukubwa kuliko kitu chochote hapa duniani, kwa sababu mama ni mkubwa wa taifa, lakini mama ukimzungumzia ndio dunia. Labda nikuambie kitu kimoja ambacho umekisahau. Umesahau maandiko matakatifu yanavyosema. Maandiko matakatifu yanasema Mungu hafananishwi na kitu chochote hapa duniani, hata huko mbinguni. Sawa, nimekuelewa, lakini ukumbuke ni mama pekee ambaye anaweza kukukatisha hata ukawa katikati ya maombi ukiwa unamwomba Mungu, akakukatisha ukazungumza naye, na Mungu yeye mwenyewe akakupa neema tu pasipo kukuandikia makosa au dhambi. Hila hawezi kuwa Mungu. Anatakiwa kupewa heshima tu kama mama kuliko chochote hapa duniani. Msikufuru kumuita Mungu, maana Mungu ni mkubwa tena anatisha, na Mungu hafananishwi na kitu chochote. Sawa, lakini Odemba, leo umekuja na hii mada, kuna nini? Leo hutojua, ila kuna kitu kikubwa nimekiona mbele yako, na usisahau nishakwambia kwamba wewe ni mfu uliye hai. Odemba. Mimi masuala ya kutishana ndio siyataki. Mara uje uniambie mfu aliye hai, mara uniambie sijui nakaribia kufa. Kaka, tuheshimiane. Tuheshimiane kabisa. Masuala ya kutishana mimi sitaki. Hosea, jifunze kutumia akili kuliko hasira, maana hakuna andiko lolote ambalo limeandika kwamba hasira ni faida. Kila andiko ambalo limeandikwa hapa duniani linasema kwamba hasira ni hasara. Sasa zingatia hiki. Utachagua kati ya vitu viwili: kuwa na hasira ili upate hasara, au kuwa na akili ili upate faida. Debora rafiki yangu, unajua mimi Hansi simuelewi kabisa. Haumuelewi? Haumuelewi kivipi? Kuna mambo ameniambia, kiukweli ananichanganya sana akili yangu. Yanachanganya akili yako? Ni mambo gani hayo? Na mbona hujanishirikisha? Ndio hivi na kushirikisha rafiki yangu. Ameniambia vitu vingi ambavyo sivielewi. Kama vitu gani Light? Kiukweli vitu alivyoniambia ni vingi. Ananiambia kwamba mimi nina wanaume wengi na pia ninampa mikosi katika biashara zake. Una wanaume wengi? Amejuaje kama una wanaume wengi? Au umegonganisha magari shoga yangu? Kugonganisha magari wapi shoga yangu? Huwezi amini. Hansi hajawahi hata kunifumania wala kukuta message kwenye simu yangu. Lakini cha ajabu nashangaa tu, kaja ghafla anaanza kuniambia mambo ya ajabu. Shoga yangu, sasa hii ni hatari. Kayajuaje yote kama una mabwana?
na kama mabwana shoga yangu unao. Ila kayajuaje yote haya? Au kuna kimtu kimewekwa kinatufuatilia? Au simu yako ameihaki? Mbona mambo yetu yote anayajua? Kayajuaje yote hayo sasa? Shoga yangu, mimi sijui kayajuaje, na ndio maana nimekuita hapa ili unipe ushauri. Sasa shoga yangu, ushauri wangu ni kwamba tutaichukua hiyo simu yako, tuipeleke kwa rafiki yangu, tukaangalie kama ameihaki. Na kama hajaihaki, itabidi tumtafute huyu ambaye anatufuatilia. Sisi watoto wa mjini tunashindwa nini? Hamna la kutushinda. Kitu kidogo sana hicho. Usijali rafiki yangu. Mimi niko bega kwa bega na wewe. Niko tayari kukusaidia kwa lolote. Maana wewe ni rafiki yangu zaidi ya ndugu. Mimi na wewe tutashikamana mpaka kujua mwisho wa hili tatizo ni nini. Usihofu. Unajua, kuna kitu bado hakiko sawa katika ufahamu wangu. Kitu gani? Tena sio kitu kimoja, ni vitu vingi sana. Kwa sababu ujue mke wangu bado sielewi mpaka saizi. Toka wameanza siku ya kwanza kuja wale wakina mama kwenye maisha yangu, nimekuwa nikipitia wakati mgumu sana, ambao kila nikijaribu kutafakari majibu yake siyapati. Yaani kiasi cha kwamba moyo wangu, maisha yangu yote yanaishi katika uoga. Lakini kikubwa ambacho kinaniumiza kichwa ni vile ambavyo najikuta naanza sasa kutishiwa maisha yangu, kuishi katika uoga, kuishi katika hofu ya kwamba nakiona kifo changu mbele yangu. Hili jambo linaniumiza sana akili. Hili jambo linanifanya mimi nijione kama sipo katika uhuru wa nchi yangu, hasa nchi ya Tanzania, hasa ardhi mama ambayo imenilea mpaka kufika hapa nilipo. Kwamba watu wachache wanafanya moyo wangu unakosa amani ya kuishi. Watu wachache wanafanya natatalika kuanzia moyo na akili ya kuishi. Wakati ikiwa nchi yangu ina amani, na nchi yangu ndio unaona kama kabisa hivi tuna furaha na tunaishi kwa amani. Hakuna vita, hakuna maradhi, hakuna njaa. Lakini watu wachache tu wananifanya moyo wangu uzidi kuhaha. Nisielewe kama nipo kwenye nchi yangu yenye amani. Nisielewe mimi kama usia kwamba nina amani. Okay. Leo tena nimekutana na yule mtu anajiita Odemba, anayefanana na mimi. Lakini kauli yake imekuwa himtoki katika mdomo wake kwamba mimi ni mfu nilie hai, akimaanisha natakiwa kufa. Unajua watu very simple tu wanazungumzia kuhusu kufa, lakini si kawaida kupata taarifa kwamba wewe unatakiwa kufa. Odemba amekuwa ni vitisho kwenye maisha yangu sana. Na leo nimekutana naye, vitu anavyozungumza vimeniaffect sana akili yangu. Anasema kwamba mimi natakiwa kufa, ina maana ni mfu nilie hai. Na hii kauli anaiongea ni mara ya pili. Lakini kiunganisha na matukio yako na wewe, ni hivyo hivyo kwamba sijui Malkia Kera anakutuma wewe ili unioe. Sasa najiuliza, mimi Malkia Kera nimemkosea nini? Na je, hata huyu Odemba anapoongea hizo kauli, mimi nimekosea nini? Mimi Odemba nimemjibu, nimemwambia kwamba sihitaji upumbavu wa kuja kutishia na maisha. Yaani kama mbwai na iwe mbwai. Wakitaka kiuni tutaishishi hivyo hivyo kiuni. Na kama wanataka jambo, labda wanatafuta ubaya, basi wajionyeshe ubaya. Kitachotokea na kitokee. Kama fresh, yani maisha wanaotaka ya wao tutayaishi. Sasa kama issue ni za waganga, kuenda kwa waganga, labda nimechukua midali na ushanabie, mimi wenyewe waganga tunawajua. Ila sasa wengine hatupendi kuendekeza masuala ya kishirikina, maana hayana faida kwenye maisha yetu. Lakini haya mambo yananiumiza kichwa mpaka sasa sielewi nifanye nini. Pole sana mwanangu. Ni changamoto iliyopita, hata mimi inanikuta. Sielewi tufanye nini. Maana huyu Malkia Kera
kila nikimtafakari, kwa nini analazimisha nikuue wewe? Amini usiamini, hapa kuna imani za kishirikina zinaendelea. Yes, Swadakta, hata mimi ndicho ambacho nimekiona. Na ndio maana nikaona nikuite tuzungumze. Kwa sababu haiwezekani from nowhere yule mama toka amekuja kwenye maisha yangu siku kunichulia hapa. Ni yamekuwa matatizo, nakutana naye. Maana nakutana na mtu anafanya. Sometimes najiuliza ninaota au ni nini? Na je, haya mambo tutakwenda nayo mpaka lini? Mwisho wake ni upi? Tutateseka mpaka lini? Tutazidi kuishi kwa hofu mpaka lini? Na ndio maana mimi leo Dema nikamwambia usiniletee habari nyeusi za kutishia na kufa. Kama anataka basi wafanye tuelewe moja kwamba wamekuja kwa ajili ya kuua watu. Basi ieleweke moja kuliko kuniweka roho juu. Kama kuniua haja niue. Sio kuniweka roho juu na hema kapu. Silali kwa raha, sili kwa raha, najua labda kesho nitakufa. Wakina nani wao? Mimi ndo nilivyokuambia. Mpaka saa hizi sikufichi hatua niliyochukua. Mimi nataka hili jambo nishirikishe serikali. Yaani mimi niende polisi nitoe taarifa kwamba kuna watu wananiletea bigiji za kukanga mafuriko ya nyasi.